kwamba kuna mtu ataitengeneza. Ni wewe ambaye ni baba, ni wewe ambaye ni mama. Amua, maamuzi ni sasa hivi. Usitegemee kuna mtu ataitengeneza. Tunaposoma katika yako ndani yetu. Sasa kwa sababu maneno ya Mungu hayako ndani yetu, unajikuta unatumia muda mwingi kwa ajili ya kusengenya. Unajikuta unatumia muda mwingi kwa ajili ya maneno yasiyofaa. Unajikuta unatumia muda mwingi kwa ajili ya kushabikia timu. Unatumika, shetani anakutumia na hujui unatumika. Kwa hiyo jitambue kwamba wewe ni Mkristo. Unapaswa kutumika kwa ajili ya Kristo. Unajua ni heri umshabikie Yesu, siku moja atakuokoa, kuliko kushabikia dunia na shabikia timu ya Simba na Yanga, alafu wengine paka wanajiua na hujui ya kwamba umepotea kwa umilele. Chagua sehemu iliyo sahihi. Ndio maana furaha ya Mungu anakuwa anatualika tusogee karibu na yeye. Weka maneno ya Mungu katika akili yako. Ndio maana wakati unaapa hapa ya kwamba unaenda kubatizwa, kuna ya kwamba nitasoma Biblia, maana yake na ya kusoma Biblia ni nini? Maneno ya Mungu yatakaa katika ubongo wako, maneno ya Mungu yatakaa kwako. Ndio maana utakapokuwa ukipita, ukiongea na watu, utaongea juu ya neno la Mungu. Maana yake nuru itaangaza kupitia wewe. Yesu amekufanya kuwa nuru. Pale unapokaa kijiweni, kwenye biashara yako, wewe ni nuru. Acha kuzungumza mambo yasiyofaa. Acha masengenyo. Acha mambo mengine yasiyofaa, yatakuharibia, na zaidi sana shetani atatengeneza ufitinishaji pale kwenye kijiwe chako. Mfanye Yesu akutumie. Ndio maana anasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Tunaposoma katika ile Kumbukumbu la Torati 6:7 inasema, nao wafundishe watoto wako kwa bidii kuyasema uishipo katika nyumba yako, utembeapo njiani, ulalapo na uondokapo. Zamani za Biblia, kipindi kile cha Torati, walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanaandika. Yaani walikuwa wanaandika kwenye mimo ya milango. Lakini pia hata kipindi hiki cha nyuma tu, sio muda mrefu kilichopita, katika nyumba zetu tulizokuwa tukitembea, ukimtembelea mtu unakuta kuna mapambo yamebandikwa ukutani. Imeandikwa Yesu ndiye njia. Imeandikwa Yesu ndiye jibu. Hili nalo litapita. Maana yake ni kwamba maneno ya Mungu yalikuwa yameandikwa katika mimo ya milango, kwenye kuta. Siku hizi ni picha za uchi ndio tunazozibandika kwenye kuta. Yaani wakikutembelea nyumbani kwako, inategemeana wanaona nini. Kuna picha ndio zimebandikwa, na ni picha za aina gani zimebandikwa? Ni picha za uchi ndio watu wanaziona. Na hiyo ni nyumba ya Mkristo ambaye inamwakilisha Kristo. Ni afadhali yule ambaye aliyembandika Maria uliko wewe uliyebandika picha za uchi hapo ndani kwenye ukuta. Angalia namna unavyoenenda katika nyumba yako, isije ikawa ni kituo cha yule adui. Ndio maana Hezekia anaulizwa na Mungu. Hezekia anaulizwa na Isaya ya kwamba walipokutembelea katika nyumba yako waliona nini? Hezekia anaulizwa kupitia Isaya nabii, walipokutembelea wewe katika mji wako walikutana na nani? Hezekia anasema walikutana na, waliona vyote. Waliona nini? Ngao. Waliona nini? Mikuki. Waliona nini? Dhahabu. Waliona nini? Ndivyo tunavyowaelekeza watu wanapokuja kwenye majumba yetu. Tunawaonyesha TV kubwa, unawaonyesha gari, vitu ambavyo vinapita. Ndio unamfunulia mgeni, karibu, amekutana na nani kwenye mji wako. Ndio maana sasa Hezekia anaambiwa kupitia Isaya, hivyo vitu baadaye vitaondolewa kwako. Baada ya miaka michache kuwa imepita, hivyo vitu vyote vitatolewa, havitakuwepo tena, anaambiwa Hezekia. Na unajua kweli baada ya Hezekia kupita, hivyo vitu viliondolewa. Kwa hiyo weka nyumba yako hiyo ni kituo, mahali ambapo Yesu anafaa kukaa, na si mahali ambapo Ibilisi na malaika zake wanafanya kituo. Tusome katika Mwanzo 18 mstari. Wewe ambaye ni mjamzito, kuna wamama wanabeba mimba na hawajui wanakula nini. Yeye ugoro ukiletwa anapiga,
na anajua na mjamzito, ugoro anaweka kama kawaida, anavuta chochote kinachokuja yeye anakula. Sasa hajui atazaa bumbuazi, na anafikiri mtoto huwa anatoka tu na ubongo wake, kumbe ni vile unavyokula wewe. Kwa hiyo unaposikia hapa tunafundisha ya kwamba usile hiki, kula hiki, ni kwa ajili ya faida ya mwanao, ni kwa ajili ya kumtengeneza yule mtoto, umpate mtoto wa maana na bora. Sio kwamba unazuiliwa kitu kizuri alafu usiendelee kukila. Hapana, unazuiliwa vile vibaya ili upate mtoto mwenye ubongo mwingi, ili upate mtoto mwenye akili nyingi, ili upate mtoto kwa manufaa yako na ya baadaye ya Mungu. Ndio maana unaambiwa uleje na unyweje. Wengine wao wakibeba mimba wanakuwa wanakunywa na pombe. Atakuwa ni wakulala masaa yote darasani. Usitegemee ubongo wake utafunguka. Mwalimu akiingia darasani yeye ni wakulala. Kumbe shida ni mama. Kumbe shida wakati wanaenda kuzaa, wakati wanaenda kuzaa walikuwa wamelewa. Alafu wanategemea wapate watoto wa maana. Sio rahisi. Jambo jingine, usiwe ni mtu wa hasira ukinapokuwa ni mjamzito. Jitahidi uwe mwepesi, usiwe ni wa kukasirika masaa yote. Jitahidi unapokuwa ni mjamzito, hakikisha yule mtoto aliye tumboni asije akaathiriwa. Ukiwa ni mtu wa hasira masaa yote, utavuruga kila kitu. Unazaa katoto kakali, hakaelewi, ni kachungu. Kwa nini? Mama alikuwa ni mtu wa hasira masaa yote. Jambo jingine, mwelekeze mwanao. Hakikisha unamwelekeza mwanao kupitia mwili wake. Mwambie mwili wake una thamani gani machoni pa Mungu. Muonyeshe kuanzia kichwani mpaka kwenye miguu, yeye ana umuhimu gani. Muonyeshe kichwa chake, nywele zina faida gani, mapua yana faida gani, mdomo una faida gani. Mwambie shuka chini, usimfiche. Mwambie manyoya yake yana faida gani. Mwambie yasitumike ovyo, maana shetani sasa hivi anatumia hiyo kwa ajili ya kuwaharibu. Usinyamaze, endelea kumwambia mtoto wako. Mwambie sehemu zake nyeti zina faida gani kwake. Mwambie ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Atakapokuja kuolewa ndipo zinatumika tu, na si kwa ajili ya vijana kujinufaisha. Anza kumfundisha mtoto wako akiwa bado ni mdogo. Usisubiri awe mtu mzima, utakuwa umechelewa. Akiwa ni mtoto wa kiume, mwambie, mfano unamwambia kwenye makalio yana faida gani. Mwambie mwanaume asikushike kwenye makalio, kwa sababu watoto wengi wameharibiwa kulingana na watu tunaoishi nao. Unaweza ukakaribisha wageni, unaweza ukawa unaishi nao haufahamu. Wanapomshika kwenye makalio, anaona ni kitu cha kawaida. Ndio chanzo cha watoto kuharibika, wanageuzwa wanakuwa mashoga. Kwa hiyo wewe uwe chanzo cha kumfundisha mwanao. Kwa nyakati tulizo nazo, kwa kipindi hiki tulicho nacho, usipomwambia mwanao kweli, utampoteza kikamilifu. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amen. Tusimame tuombe. Wakatangaza wanasayansi, wakaleta habari zao. Wanasayansi hawakosi habari, wakasema ni mabadiliko ya hali ya hewa sijui nini, lakini watu wa Mungu wakasema hamna, hii ni hali sio ya kawaida. Hawajakaa sawa. Ndani ya mwezi mmoja bahari nyekundu inaitwa bahari ya Shamu ikabadilika ikawa nini? Damu. Wakasema si matukio ya siku za mwisho. Mwaka 2014 nafikiri, ghafla farasi akaonekana angani katika maeneo ya Uarabuni. Farasi anapita angani, picha hata leo ukiuliza farasi angani utaona. Yaani ni nini? Katika saa ya mwisho, tunapoelekea mwisho, mashetani watavaa maumbo ya binadamu, watakuja kama wanadamu, wataonyesha ishara za ajabu katika anga na katika nchi, lakini na malaika nao watashuka kututembelea duniani. Kwa hiyo tutakutana viumbe wa kila namna katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kujiandaa. Tuko katika kipindi cha hatari, matukio ya ajabu. Lakini kurudi kwa Yesu kunatambulika na dini zingine. Ni kweli na mawingu, na kila jicho litamwona, na kila jicho, yani yeyote mwenye jicho. Sote ya ulimwengu. Mangapi?
Yaani Tanzania, Kenya watafanyeje? Watakapoomboleza. Yaani mataifa yote wataomboleza, wataomboleza. Endelea. Nao watamwona mwana wa Adamu. Wote mataifa yote watamuona. Ya mawingu ya mbinguni. Akija na mawingu ya mbinguni. Pamoja na nguvu na utukufu. Pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Yaani na hayo mawingu sio mawingu, yaani ni malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtaona kana kwamba ni mawingu yanakuja kutoka mbinguni, lakini sio mawingu, ni malaika. Idadi ya malaika mamilioni na mamilioni wanakuja kulichukua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo malaika mkuu akiwa ametangulia, akiwa na tarumbeta kubwa, anapokaribia dunia ndipo anapopuliza tarumbeta yake. Na tarumbeta inapopulizwa, makaburi yanafunguka, ndipo mwana wa Mungu anapowaita watakatifu waliolala mavumbini. Yaani kwanza mimi mwenyewe nimepanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibia. Dalili zote za kurudi kwa Yesu zimekaribia. Kwa mfano ngoja niwaambieni. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13, mafungu haya ya chini unaambiwa mto Frati utakaushwa ili njia ya wafalme itengenezwe. Leo tunashuhudia kabisa mto Frati unakaushwa. Tunashuhudia kabisa nguvu za Mashariki ya Kati zinamalizwa. Sadamu alimalizwa, akaja huyu mtu Libya akamalizwa, Gaddafi. Sasa alikuwa amebakiza nguvu moja inaitwa Irani. Irani imevunjwa, maana yake sasa hivi anabaki mbabe mmoja. Waadventista mjiandae, anabakia mbabe mmoja duniani ambaye ni Marekani. Urusi ilikuwa na nguvu, imevunjwa, haina nguvu tena, inabakia Marekani. Na juzi baadhi ya majimbo yametangaza National Sunday Law. Tangazo la Jumapili kwenye baadhi ya majimbo kwa Waadventista jiandaeni. Mnalifahamu hilo tangazo? Kutangazwa kwake rehema ilikuwa imefungwa. Ningekuwa na nafasi ningewafundisha unabii, lakini ni dalili kwamba Yesu anakuja haraka sana. Matukio makubwa ya kufungwa kwa historia ya dunia yanatokea duniani. Watu wa Mungu wamelala, hawana taarifa, lakini wapendwa, Yesu anakuja muda wote, mjiandae. Na wapendwa, Yesu anapokuja itakuwa ni furaha ya ajabu sana. Hebu endelea na hayo mafungu ya hapo chini. Baada ya dhiki ya siku hizo, yaani kuna dhiki iko mbele yetu ambayo shetani amepanga, ikiwezekana asiokoke mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule Mungu atatuokoa. Sasa hiyo dhiki ikiisha, endelea. Jua litatoa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake. Sawa. Na nyota zitaanguka mbinguni. Sawa. Na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Sawa. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Na watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni, pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Sawa. 31. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Sawa. Nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4. Sawa. Toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Sawa. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Komea hapo. Kwa hiyo wapendwa, kuja kwa Yesu si swala la siri. Malaika wanatumwa kukusanya wateule kila kona ya dunia. Na ngojeni waambieni viroja vya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Soma Ufunuo 6 kuanzia fungu la 12. Kuna matukio ya kutisha Bwana anaposhuka na mawingu ya mbinguni. Mwenye mji anapokuja, mwenye nchi, dunia itajua Yesu anakuja. Soma kuanzia fungu la 12. Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6. Endelea. Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6. Palikuwa na nini? Palikuwa na tetemeko kuu la singa. Jua litafunikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi wote ukawa kama damu. Mwezi utakuwa kama damu kurudi kwa Yesu. Na nyota zikaanguka juu. Nyota zinaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa. Kurudi kwa Yesu, mbingu yaani hakuna tena kizuizi. Mnaangalia mpaka mwisho. Hakuna kizuizi cha mawingu si rangi ya blue. Hakuna blue, hakuna mawingu, hakuna chochote, ni kuangalia mpaka mwisho. Endelea. Na kila mlima kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Yaani Kilimanjaro unang'olewa, Mlima Meru unang'olewa, Everest unang'olewa, unakutana kisiwa cha Zanzibar kinakimbia ndani ya maji, ukelewa inakatiza huko ndani ya maji. Kurudi kwa Yesu mara ya pili. Hebu niulize, itakuwa ni siri hilo jambo? Kuna siri hapo? Yesu anakuja wazi wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio zawadi kwa wateule. Anakuja kulichukua kanisa, anakuja kuchukua watu wake. Haji kwa siri, haji kama mwizi, haji kuiba. Tunaondoka, shetani anatuangalia wazi wazi, hakuna kutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani hii wanayofundisha watu kama anakuja kwa siri ni uongo. Hatutoroki, tunaondoka wazi wazi, shetani anatuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafu wanafufuliwa, makaburi yanafunguliwa, tunakwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wako tayari kumpokea Yesu anaporudi mara ya pili? Mikono juu. Tumetangaza ubatizo, mzee wa kanisa ametangaza Jumapili
na tayari wengine wameshabatizwa. Wangapi wanasema na mimi siku ya Jumapili ubatizo ukiwepo, basi na mimi naomba niweze kubatizwa. Kama uko